Makombora ya Iran yamekuwa mwiba mkali kwa Marekani pamoja na Israel, na sote tumeshuhudia namna ambavyo makombora hayo yameweza kushambulia maeneo mbalimbali ndani ya nchi ya Israel pamoja na kambi za Marekani ambazo ziko hapo Mashariki ya Kati. Sasa wengi wamekuwa wanajiuliza, Iran amewezaje kuwa na nguvu hii ya makombora? Kila hadithi ya mafanikio huanza na maumivu makali, na kwa Iran maumivu hayo yalianza mnamo Septemba 22 mwaka 1980. Wakati huo Saddam Hussein wa Iraq alipoamua kuivamia Iran, huku yeye akitegemea ushindi wa haraka ndani ya wiki chache. Lakini vita hivyo vilidumu kwa miaka 8 ya umwagaji damu. Katika kile kilichojulikana kama vita vya miji, Saddam Hussein alianza kumwaga makombora ya Scud-B yaliyotengenezwa na Umoja wa Kisovieti kwenye mji mkuu wa Tehran pamoja na miji mingine mikubwa. Wananchi wa Iran walikuwa wakiamka na milipuko na kulala na hofu ya kifo kutokea angani. Iran ilikuwa haina uwezo wowote wa kujibu. Walikuwa wametengwa na ulimwengu, wakikabiliwa na vikwazo vya silaha kutoka magharibi na mashariki. Na hapa ndipo alipotokea kijana mmoja, mhandisi mwenye maono, Hassan Tehran Moghadam. Leo Iran inamkumbuka kama baba wa makombora. Moghadam aliamini kuwa ili Iran iishi na kuheshimiwa, ni lazima iwe na uwezo wa kurusha makombora hadi mji mkuu wa adui yake yoyote yule. Alianza kwa kupata makombora machache ya Scud kutoka Libya na Korea Kaskazini. Lakini Moghadam hakutaka tu kuyarusha makombora hayo. Alitaka kujua jinsi yanavyofanya kazi, na alichukua baadhi ya makombora hayo na kuanza mchakato wa reverse engineering, yaani kuyatengeneza upya. Walifungua kila skurubu, kila waya na kila sehemu ya engine. Na chini ya milipuko ya mabomu ya Iraq, wataalamu wa Iran walikuwa wakijifunza sayansi ya roketi kwenye karakana za siri. Baada ya vita vya Iran na Iraq kumalizika mwaka 1988, Iran haikulala. Chini ya uongozi wa Moghadam na jeshi la mapinduzi IRGC, walianza kutengeneza familia ya makombora yaliyoitwa Shahab, maana yake Meteo ama Kimondo. Shahab 1 na Shahab 2 yalikuwa maboresho ya moja kwa moja ya Scud-B na Scud-C, lakini lengo kuu la Iran lilikuwa ni kufika umbali wa kilomita 1300. Kwa nini umbali huo? Kwa sababu huo ndio umbali unaohitajika kutoka ardhi ya Iran hadi Tel Aviv, Israel. Na mwaka 1998, Iran ilifanikisha kurusha Shahab 3. Hii Shahab 3 ilikuwa ni kigeugeu cha kihistoria. Kwa mara ya kwanza Iran ilikuwa ina uwezo wa kupiga Israel moja kwa moja. Hata hivyo, makombora ya Shahab yalikuwa na tatizo moja kubwa la kiufundi. Yalitumia mafuta ya maji, yani liquid fuel, na hii ilikuwa ina maana kuwa kabla ya kurushwa, kombora lazima lijazwe mafuta kwa saa kadhaa, jambo ambalo lilifanya kuwa rahisi kunaswa na satellite za Marekani na kuweza kuharibiwa hata kabla hajapaa. Hapa ndipo Iran ilipoanza safari nyingine ya siri na ya hatari, kutafuta teknolojia ya mafuta magumu ama solid fuel. Mafuta magumu ama solid fuel yangeweza kuruhusu kombora kuhifadhiwa likiwa tayari kurushwa kwa miaka mingi, na linaweza kurushwa ndani ya dakika chache tu. Mabadiliko haya ya kiteknolojia ndiyo yaliyogeuza mwiba wa Iran kuwa mkuki wa sumu. Miaka ya 2000 ilikuwa ni miaka ya mapinduzi ya kiteknolojia kwa IRGC Aerospace Force. Hassan Tehran Moghadam na timu yake walifanya kazi usiku na mchana. Walihitaji kombora ambalo ni gumu kunaswa, lenye kasi zaidi na linaloweza kufika mbali zaidi. Matokeo yake yalikuwa kombora la Sejil. Sejil ni kombora la hatua mbili linalotumia mafuta magumu. Hii ilikuwa ni hatua kubwa sana kwa Iran. Sejil ilikuwa inaweza kurushwa kutoka kwenye roli linalotembea, yani TEL ama Terrestrial Erector Launcher. Gari hili lenyewe husimama likarusha kombora, na kisha lori hilo likatoweka kabla adui kujua shambulio limetokea wapi. Hii inaitwa shoot and scoot. Kombora la Sejil lina umbali wa kilomita 2000 hadi 2500. Hii ina maana kuwa sio tu Israel iko hatarini, bali hata sehemu za Ulaya Mashariki na kambi zote za Marekani katika Mashariki ya Kati na Bahari ya Hindi ziko ndani ya uwezo wa Iran. Lakini teknolojia hii haikuja bila gharama, kwani mwaka 2011 mlipuko mkubwa ulitokea kwenye kituo cha utafiti cha Bidkaneh, ambapo Hassan Tehran Moghadam na wenzie 16 waliuawa. Mpaka leo sababu halisi ya mlipuko huu haijajulikana. Dunia ilidhani kuwa kifo cha Moghadam kitasimamisha mpango huo, lakini walikosea.
Moghadam alikuwa ameshaacha timu ya wahandisi vijana na mfumo ambao hauhitaji mtu mmoja. Mpango wa makombora uliendelea kwa kasi zaidi, na sasa ukijikita kwenye kitu kimoja muhimu zaidi ambacho ni usahihi ama accuracy. Iran imegawanya ghala lake katika makundi makuu matatu, kila moja likiwa na jukumu lake maalum. Kundi la kwanza ni makombora ya usahihi wa hali ya juu ama precision guided munition, na hapa tunakutana na familia ya Fatah 110 na Zolfaghar. Haya ni makombora ya mafuta magumu yenye uwezo wa kupiga shabaha kwa usahihi wa mita chache tu, na katika shambulizi la Al-Asad la mwaka 2020, dunia iliona jinsi makombora haya yalivyopiga majengo maalum ya kijeshi bila kuharibu majengo ya jirani. Hii ilionyesha kuwa Iran sio tu ina makombora mengi, bali ina makombora werevu. Kundi la pili ni makombora ya kupenya mifumo ya ulinzi, ama unaweza ukaita kama defense penetration missiles. Hapa ndipo tunapokutana na Khaybar Shehan. Jina lake linamaanisha mvunja Khaybar, likirejea vita vya kihistoria vya Kiislamu. Khaybar Shehan limeundwa maalum kuwa na kichwa kinachoweza kubadilisha uelekeo, yaani manuva, kila kinapokaribia shabaha. Na mifumo ya Iron Dome pamoja na Arrow ya Israel inategemea kukadiria njia ya kombora, lakini kama kombora linabadilisha njia dakika ya mwisho, mifumo hiyo huwa inakuwa haina ujanja kabisa. Na kundi la tatu ambalo ndiyo tishio jipya zaidi duniani ni makombora ya hypersonic, ambapo mwaka 2023 Iran ilizindua kombora la Fatah. Fatah linasafiri kwa kasi ya Mach 13 hadi Mach 15. Hiyo ni kasi ya ajabu sana. Kwa kasi hiyo, kombora linatengeneza plasma kuzunguka kichwa chake. Huu unakuwa ni ujiuji wa moto, jambo linalofanya rada za adui kushindwa kuliona vizuri. Na Irani inadai kuwa hakuna mfumo wa ulinzi duniani leo unaweza kuisimamisha Fatah. Lakini nguvu ya makombora ya Iran haipo tu kwenye teknolojia, bali kwenye mbinu za kuhifadhi na kurusha. Na kwa miaka 30 Irani imekuwa ikichimba milima yake. Leo wana kile kinachoitwa kama missile cities ama miji ya makombora chini ya ardhi. Haya ni maandaki marefu yenye urefu wa kilomita nyingi ambayo yamechimbwa mamia ya mita chini ya miamba migumu, na ndani yake kuna maelfu ya makombora yaliyopangwa kwenye reli za kisasa. Hivyo hata kama Marekani au Israel watajaribu kufanya shambulio la kwanza la kushtukiza, hawawezi kuharibu maghala haya yote kwa pamoja ambayo yanakuwa yako chini ya milima hii. Hivyo Iran bado inakuwa ina uwezo wa kufanya mashambulizi ya kujibu kwa kurusha tena mamia ya makombora. Tumeyaona makombora haya yakifanya kazi katika Operation Mati Suleimani ya mwaka 2020 ambayo ilikuwa ni onyo kwa Marekani. Lakini Operation True Promise, yani ahadi ya kweli, ya mwaka 2024 ilikuwa ni mabadiliko makubwa, na kwa mara ya kwanza Iran iliishambulia Israeli moja kwa moja kutokea kwenye ardhi yake. Lengo halikuwa tu kuharibu, bali ilikuwa kuonyesha kuwa tunaweza kupenya ulinzi wenu. Katika operesheni hiyo, Iran ilitumia mchanganyiko wa drone za bei rahisi kama Shahid 136 ili kuchosha mifumo ya ulinzi na kisha kurusha makombora ya balistiki kupiga shabaha muhimu. Picha za satellite zilionyesha kuwa makombora kadhaa yalipiga kambi ya ndege ya Nevatim, kambi inayolindwa zaidi duniani. Ujumbe wa Iran ulikuwa wazi: mwiba wetu umeshazama na tunaweza kupiga popote tunapotaka. Tunapofikia mwisho wa makala hii ya kina, swali moja linabaki: je, makombora haya ni silaha za amani au ni silaha za maangamizi? Kwa viongozi wa Tehran, makombora haya ndiyo yanayozuia adui kuivamia nchi hiyo. Kwa Washington na Tel Aviv, haya ni tishio kubwa kwa usalama wa kimataifa. Safari iliyoanzishwa na Hassan Tehran Moghadam kwenye karakana ndogo wakati wa vita vya Iraq, leo imekuwa himaya kubwa ya kijeshi. Iran imeweza kutumia vikwazo kama fursa ya kuwa mbunifu, na mwiba wa Iran umekuwa mkali na kila siku unazidi kuongezwa makali. Dunia inasubiri kuona nini kitafuata, wakati kukiwa kuna Operation True Promise 4 ikiwa inaendelea na vita vikubwa vimepiganwa Mashariki ya Kati, huku Marekani na Iran wakikaa chini katika meza ya diplomasia. Mimi ni Ali Masubi, asante kwa kufuatilia makala hii ya kina. Tukutane katika makala ijayo ya kusisimua. Kwa heri.